yanaachia, 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 yanaachia. Hayo mapepo yaliyokamata masikio usielewe neno la Mungu, mapepo yanatoka. Hiyo mizimu, hiyo inatoka, hiyo inaachia. Ita, 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 ita. Usinyamaze, ita. Usinyamaze, ita. Hiyo, 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 hiyo. Hiyo miungu inaachia. Hiyo 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 inaachia. Rabakorobo sekeke. Rabakoriandara masaka. Rindelelele bosaka. Ndio, ndio, ndio. Masikio yanafunguliwa. Masikio yanafunguliwa. Masikio yanafunguliwa. Oh, hiyo damu inapita. Hiyo damu inapita. Hiyo damu inapita. Hiyo damu. Hiyo damu. Rabasekekekeke. Robosiki. Rindelelebonya. Dilibo. Roko ropo shefere bosika. Tunapoenda kumalizia, inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Rapa. Reko. Inua mikono yako mwili juu. Mungu ni mwaminifu. Unasikia kuendelea kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Usinyamaze, usinyamaze. Usinyamaze. Kiu yako haijatosheka, endelea kunena. Mungu ni mwaminifu. Natamani tumshukuru Mungu. Amen. Tunapomshukuru Mungu utamwadhimisha kwa kumwambia asante. Anasema tukiomba tuamini imekuwa, nayo yamekuwa ya kwetu. Kuna nguvu za Mungu zinatembea juu yako. Hata ukitoka hapa utaenda nazo, zitatembea na wewe kama kivuli, kama kivuli, kama kivuli, kama kivuli, kama kivuli. Inua mikono yako miwili juu. Sema Yesu, kwa sauti ya imani. Yesu, jioni ya leo ninakushukuru kwa nguvu zako ulizoziachilia ndani yangu saa hii. Asante kwa Roho Mtakatifu uliyeachilia ndani yangu, na mimi sasa ninaamini nimepokea hizo nguvu. Yesu, saa hii ninakushukuru. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Pokea sifa, pokea heshima na utukufu. Ninakushangilia maana wewe ni mwaminifu, ni mwaminifu. Piga makofi ya shukrani. Hayo makofi hayatoshi. Shangilie Bwana, shangilie Bwana, shangilie Bwana. Watu watanga mshangilie Mungu, mshangilie Mungu na vigelegele wa mama. Mshangilie Yesu. Jamani, tumpigie Yesu makofi, tusione uvivu. Haleluya, 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 haleluya. Wangapi wamenena na leo kwa mara ya kwanza? Mshangilie Yesu kwa makofi mengine tena. Ngoja. Huu wimbo ni wa vijana tu. Wazee wote ruksa kukaa. Vijana kama mimi tumwimbie Yesu. Vijana kama mimi mko wapi? Kama we ni kijana kama mimi usikae. Hey! Vijana vigelegele na makofi. Ongeza vigelegele. Watu wa Tanga, ongeza kelele za shangwe. Hey! 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 Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, oh Baba. Nani kama wewe, ongeza sauti, ongeza sauti. Nani kama wewe, nani kama wewe, wewe Baba. Nani kama wewe, nani kama wewe,
Cheza kwa Bwana, vigelegele, 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 vigelegele. Wakina mama sisiki vigelegele, 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 vigelegele. Unaweza inua na mikono yako miwili juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Alafu piga na makofi. Ongeza vigelegele. Nani kama wewe Bwana? Wengine kama wewe Bwana. Ananipenda kama wewe Bwana. Wengine kama wewe Bwana. Mungu hajasikia. Nani kama wewe Bwana? Wengine kama wewe Bwana. Ananipenda kama wewe Bwana. Wengine kama wewe Bwana. Siwasikii. Ananipigania kama wewe Bwana. Wengine ananipenda kama wewe Baba yangu. Wengine ananibariki kama wewe Bwana. Wengine kama wewe. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Haleluya. Unaweza ukarudi kwenye nafasi yako. Unaweza ukarudi kwenye nafasi yako wakati wahudumu wanagawa bahasha kwa ajili ya sadaka ya leo tutakayoitoa baadaye, baada ya neno, kabla ya maombi mengine. Kabla ya maombi mengine, wakati wanagawa bahasha, wenzetu watatupa wimbo Mungu anavyowaongoza. Tunapojiandaa kwa ajili ya neno la Bwana, utapokea bahasha yako kwa ajili ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu alikuwa anasema amechungulia, amegundua watu wengi sana hawana Biblia. Usiniulize amefikaje. Hii ni semina ya mafundisho. Tungetaka kukukumbusha, unapokuja njoo na Biblia. Njoo na Biblia. Najua wengine wanatumia za kwenye simu, lakini za kwenye simu zinajaribu, kwa sababu umeweka notification pale. Wakati unatizama mstari, katatokea kitu kutoka kwenye WhatsApp, utakabonyeza, utaacha kusikiliza neno. Kwa afadhali uchukue Biblia ya kawaida hii. Hakuna notification ya kuleta kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Karibu waimbaji. Yes.
ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe na. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu siwezi, peke yangu sitaweza, uwepo wako peke yako Bwana. Ombi langu Yesu, peke yangu sitaweza, uwepo wako peke yangu siwezi Bwana. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu uwepo wako ripa shatara mandoro bokoya. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uweza. Makofi kwa Bwana Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mungu awabariki waimbaji, mnaweza mkapata nafasi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Tanga, nikukumbushe mambo mawili muhimu na la tatu. La kwanza, usisahau kuja kwenye maombi asubuhi na kuombea semina ya siku. Tuna maombi hapo asubuhi saa 12 mpaka saa 1 na mchana vile vile. Kama hutapata nafasi ya kuja, tenga muda nyumbani kwako, ombea semina ya siku. Kazi mojawapo ya maombi ni kutengeneza mazingira ya kiroho ili Mungu afanye kazi, lakini pia ni kuharibu mazingira shetani ashindwe kufanya kazi yake. Kwa hiyo unapoomba unatengeneza mazingira Mungu afanye kazi yake, unaharibu mazingira shetani ashindwe kufanya kitu cha kwake. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya kuomba ili Mungu aweke mazingira yale ambayo atayatumia kwa ajili ya kazi yake, lakini pia kukumbuka hata wewe mwenyewe kujiombea Mungu aweze kukuhudumia. Kumbuka na maelfu ya watu ambao wanatufuatilia kwenye vyombo vya habari pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. La pili ni kutangazia, kama wewe ni mara ya kwanza kusikia, kama ni mara ya pili ya tatu, kukukumbusha tunaendelea na uandikishaji kwa ajili ya kongamano la kitaifa Dodoma. La mwaka huu litakuwa la 17 mfululizo tukiombea taifa. Tutakuwa mwaka wa 17. Tunafanya Dodoma kwa siku 4 kuanzia tarehe 29 mwezi wa 7 mpaka tarehe 1 mwezi wa 8. 29 tunaanza asubuhi mapema saa 12. Itakuwa siku ya Jumanne. Tutamaliza tarehe 1 mwezi wa 8, itakuwa siku ya Ijumaa. Kufika ni Jumatatu tarehe 28 mwezi wa 7 kwa ajili ya kujiandikisha na kujiandaa, na kuondoka ni tarehe 2 mwezi wa 8. Huji tu kama unavyokuja kwenye semina, kuna kujiandikisha, kuna utaratibu wake. Wenzetu wanaosimamia mambo haya kwenye mkoa huu wa Tanga wameandaa hema pale na deski liko pale, lina maelekezo yake. Unaweza kupita pale ukaulizia unataka kwenda wewe, unataka kumlipia mtu mwingine, unaweza kupita pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya taifa, agenda ambazo Mungu anatupa kwa kila mwaka. Saa nyingine zinafanana, saa nyingine hazifanani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jiandae kuja kuomba kuanzia asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka jioni siku 4.
Nikisema namna hiyo usije ukaogopa kwamba sasa mimi sijajua hata kuomba nusu saa itakuwaje. Njoo na wewe utapatia umo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jambo la tatu, kwa wale ambao walikuwa wameahidi mwaka jana kutoa sadaka zao kwa ajili ya semina ya mwaka huu na bado hujafanya, pale kwenye hema la blue pale, wenzetu wa kamati ya maandalizi ya mkoa huu wa Tanga, kuna watu wako pale watapokea sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako tuombe. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru mno sisi tulioko hapa Bwana Tanga mjini na wenzetu wote ambao tunaungana nao kupitia vyombo vya habari katika masaa tofauti tofauti kufuatana na taratibu za masaa uliyoweka katika ulimwengu huu. Bwana, tuko tofauti na nchi mbalimbali, tuko tofauti na Wachina, tuko tofauti na India, tuko tofauti na Marekani, tuko tofauti na Uingereza, tuko tofauti na Afrika Kusini, tuko tofauti na Brazil, lakini kwa namna yoyote ile Bwana unatuhudumia. Asante kwa sababu ya uaminifu wako na neema yako iliyo kuu. Nguvu zako ziwe pamoja nasi, tuhudumie jinsi inakupendeza. Mbingu zako ziendelee kufunguka Bwana, jinsi unavyotaka wewe mwenyewe kutuhudumia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama tulivyokuwa tunaomba, tufunulia akili zetu tupate kuelewa na maandiko, yawe msaada ndani yetu, yawe mbegu yako ndani ya mioyo yetu. Wewe ukuzae upate kukuza Bwana, ili yaweze kukuzalia matunda. Unajalie mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako jinsi nipasavyo kunena, katika hekima na ufunuo na ufahamu na ujasiri, jinsi nipasavyo kunena. Sifa na heshima ni za kwako. Usinyamaze Bwana, jidhihirishe. Usinyamaze Bwana, sema nasi. Usinyamaze Bwana, tuangalize. Usinyamaze Bwana, tuonye. Asante kwa sababu wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na watu wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ikiwa ni siku yetu ya pili, somo lina kichwa kinasema tumia damu ya Yesu kiagano ili ukwamuliwe kimaisha. Ili ukwamuliwe kimaisha. Na tulikuwa tunasoma, na jana tulisoma mistari miwili ya kutembea nayo, kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 3 mstari wa 21. Mwanzo 3:21 inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Na ukisoma mstari mwingine wa Luka 22 mstari ule wa 20, Luka 22 mstari wa 20, wakati Yesu anazungumza na wanafunzi wake wakati wa kukumbuka Pasaka ya kipindi chao na kuweka mabadiliko aliyoyaweka siku ile, alipochukua kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inaomwagika kwa ajili ya wengi. Ukisoma Mathayo anaongeza, ilikuwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo kubwa tunatamani kuangalia na kujua mawazo ya msingi ambayo Mungu alikuwa nayo alipokuwa anafanya agano na mtu. Alipokuwa anafanya agano na mtu, na anapofanya agano na mtu, au unapoingia katika agano lako na Yesu, huko lilikotoka, Mungu alikuwa anawaza kitu gani alipokuwa anaanzisha jambo hili kama mfumo mpya wa maisha katikati yake na mwanadamu. Na tumekuwa tukiangalia kwa kuangalia vazi la ngozi alilomvika Adam na mke wake kama alama moja wapo ya kwamba kuna agano limefanyika. Kuna mnyama amechinjwa na una damu yake imemwagika, na kuna agano linaanza pasipo damu kufuatana na kitabu cha Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia lengo tulilo nalo ni kuona watu wanakuamuliwa kimaisha. Wanakuamuliwa kimaisha kutokana na kile ambacho Adamu alikifanya kwenye bustani ya Eden
na kikakwamisha wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kama ulikuweko jana, tulikuwa tunaangalia hatua kwa hatua. Mungu alikuwa anawaza kitu gani? Ule mstari wa 24 kwenye Mwanzo 3:24 inasema, basi akamfukuza huyo mtu. Nilikuuliza swali muhimu sana ambalo nitakuwa nalirudia mara kwa mara kwa sababu limeficha vitu vingi sana. Ile Mwanzo 3 ule mstari wa 21, Biblia inazungumza juu ya Mungu kumfanyia mtu mavazi, manake Adam na mke wake, na kuwavika. Alafu 24 tunaona akiwafukuza. Niliuliza swali, kwa nini aliwafukuza wakiwa wamevaa vazi la ngozi, wakati walikuwa wamejivika wao wenyewe majani ya mti wa mtini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikupa mambo kadhaa machache ambayo ningetaka kukumbusha kidogo. Kwa watu wengi ni kitu kipya hiki, kwa ni rahisi sana ukasahau vitu vingine, ukashikilia kile kimoja ambacho uliona kimekaa vizuri ndani yako jana, kasahau. Nilizungumza na wewe jinsi ambavyo Mungu alimwambia Adam, mkila matunda ya mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika takufa. Hakika utakufa. Kwa hiyo kitu ambacho ungetizama kwa jinsi ya kawaida, ungetegemea wafe kiroho, wafe na kimwili sahihi. Lakini Mungu akaamua ya kwamba atawavika vazi la ngozi, ambayo inaonyesha kwamba kuna mnyama aliyechinjwa. Na kwa sababu tunajua Adamu hakumchinja, kwa tuna uhakika ni Mungu mwenyewe aliyemchinja. Biblia haisemi, lakini hawezi kupata ngozi bila kuchinja. Inamaanisha kuna kitu kilichokuwa kinatafutwa pale ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tukapita vitu kadhaa. Leo nataka tusogee kidogo tena. Tusogee kidogo, tuangalie wazo jingine. Jana tuliangalia mawazo kadhaa. Tuangalie wazo lingine. Kwa nini alimfukuza amevaa ngozi, na wakati angeweza kumwacha akaenda alivyokuwa? Na sababu yake ni hii, ni kuwavika tumaini. Ni kuwavika tumaini la kuwakomboa kiagano kama lango lake lililotekwa na adui yake. Ni kuwavika tumaini la kuwakomboa kiagano kama lango lake lililotekwa na adui yake. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unasoma vizuri hiyo sentence. Sikusema kuwakomboa wanadamu. Naka vizuri, nimesema hivi, kuwavika tumaini la kuwakomboa kiagano kama lango lake lililotekwa na adui yake. Msukumo, mtazamo, msisitizo wa ukombozi na uzungumza hapa leo ni mwanadamu kama lango la Mungu. Wakati unaweza ukaona Mungu anamkomboa mtu, mimi nataka uingie ndani kidogo, uone Mungu akikomboa lango lake. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 29 mstari ule wa 11
Yeremia 29 mstari wa 11. Wasomaji wa Biblia wengi wanaufahamu. Kama sio msomaji wa Biblia, umesikia watu wakiutaja mara kwa mara, umebeba kitu kikubwa. Yeremia 29:11 anazungumza juu ya kwamba nayajua mawazo ninayowawazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nategemea unasoma tafsiri ipi. Kama unasoma tafsiri za Kiingereza, imepanua kidogo. Nayajua mawazo. Kwenye Kiingereza nasema I know the plans that I have for you. Najua mpango nilionao kwa ajili yako. Sio mpango wa kukupa na kukufanyia mabaya, bali ni mpango ambao ndani yake ni wa kukufanyia mazuri, kukupa wewe tumaini kwenye siku zako za baadaye, siku zako zinazokuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka jambo hilo, usije ukasahau. Unapofanya jambo lolote na umepoteza tumaini ya kesho, cheki vizuri na Mungu. Cheki vizuri na Mungu, kwa sababu hakuna wazo analokupa ambalo ndani yake halina tumaini. Ukiona unafanya kitu na unakata tamaa, cheki na Mungu vizuri. Nayajua mawazo nayowazia nyinyi, asema Bwana. Turudi sasa kwa kina Adamu. Wakati Mungu anaangalia pale, unaona kile alichokuwa nacho ndani yake. Kimojawapo alichokuwa nacho alipokuwa anavika yale mavazi ya ngozi. Kwa lugha nyingine anasema Adam, naam, anamuuliza na mke wake, sema najua mawazo ninayowaza kwa ajili. Alafu angalia, anapozungumza namna hiyo anawafukuza. Anafika pale kwenye geti, ndio wanaagana hivyo, watoke kwenye ile bustani. Akitizama ile ngozi ina ujumbe, na anataka Adam aondoke na huo ujumbe, ya kwamba Mungu anajua mawazo anayotuwazia ni mawazo mazuri, wala si ya mabaya, kutupa tumaini siku zetu za baadaye. Hakutaka waondoke ndani yao wakiwa na moyo wa kukata tamaa. Umewahi kufikiri mtu anatoka, anafukuzwa, lakini ndani yake hana moyo wa kukata tamaa? Ni kwa sababu kuna agano ambalo Mungu aliliweka na wale watu kwa ajili ya kile alichokuwa amekikusudia kwa ajili yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo mawili makubwa nataka kuzungumza na wewe hapa, ili tulitizame ili kwa undani kidogo. Labda kesho tutasogea ngazi nyingine, lakini leo yako mambo mawili makubwa. La kwanza, lengo mmoja wapo la Mungu kumuumba mtu ni ili awe lango. Ni ili awe lango lake. Lengo mojawapo la Mungu kumuumba mtu ni ili awe lango lake kwa ajili yake hapa ulimwengu. Lengo mojawapo la Mungu kumuumba mtu au kumuumba mwanadamu ni ili awe lango lake kwa ajili yake hapa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Lengo mojawapo la Mungu kumuumba mtu
ni ili awe lango lake kwa ajili yake, sio kwa ajili ya mtu, ni kwa ajili ya Mungu hapa ulimwenguni. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari ule wa 12. Ukipata nafasi nenda mpaka mstari wa 21. Mimi nitakusomea mistari michache, lakini ni habari ya ajabu sana ile ukitizama kwa sura hii tunayokwenda nayo. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 mpaka wa 14. Paulo alifunuliwa kitu kikubwa sana. Ule mstari wa 12 unasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaandika kitu cha ajabu sana hapo. Kwa hiyo kwa mtu mmoja, kama kwa mtu mmoja, anapozungumzia mtu mmoja ni Adamu, dhambi iliingia. Kwa hiyo inamaanisha kulikuwa kipindi hapa ulimwenguni kulikuwa hakuna dhambi. Dhambi haikuwepo, lakini iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. Kwa kama iliingia, inamaanisha mtu ni lango. Tunaenda sawasawa, tunaenda sawasawa, tunaenda sawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Iliingia wapi? Ulimwenguni. Tuko pamoja? Kama iliingia ulimwenguni, inamaanisha mtu ni mlango wa kitu ambacho hakiko ulimwenguni kuingia ulimwenguni. Tuko sawasawa? Sema amen kama unanisikiliza. Tukisema ulimwenguni, ukisoma katika Biblia kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa kimwili. Na saa hiyo yuko hapa, alikuwa lango. Biblia inasema dhambi ilipitia hapo kwa mtu kama lango kuingia ulimwenguni. Na ilipoingia, mauti na yenyewe ikaingia ulimwenguni. Na maanisha kuna kipindi ulimwengu ulikuwa hauna mauti. Alafu Biblia inazungumza, inasema kwa sababu hiyo watu wote wakafikiwa. Anaposema watu wote, kwa namna gani? Wakati walikuwa wawili tu. Alafu anaeleza sehemu nyingine neno gumu kidogo, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wakiwa wapi? Kwa sababu walikuwa wawili tu duniani. Kwa dhambi ilipoingia, iliingia ulimwenguni, ikawafikia na watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Na ukisoma, ukienda mstari ule wa 14, inazungumza, inasema mauti ilipokuwa inatawala, ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Na mauti yake ilipokuwa inatawala mpaka Musa, kutoka kipindi cha Adamu. Wasomaji wa Biblia wanaelewa ni kwa nini. Ni kwa sababu katika kipindi cha Musa ndipo Mungu alipoleta utaratibu wa kikuhani ili kushughulika na dhambi, kwa utaratibu ambao dhambi inakosa nguvu ya kiutawala na mauti inakosa nguvu ya kiutawala kwenye maisha ya kila siku, kwa kipindi, kwa kiwango
sawasawa na agano la wakati ule. Ndio maana inaandika mpaka Musa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sasa unisikilize vizuri. Kama shetani alimtumia mtu kama lango, na sisi tunajua ya kwamba shetani hakumuumba mtu, inamaanisha Mungu alimuumba mtu kwa lango la kwake. Shetani akaliwahi, akalichukua, akapitisha vitu vya kwake. Dhambi ni uasi, kufuatana na kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Dhambi ni uasi, ni kwenda kinyume cha maagizo ya Mungu. Aliamua kumtumia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na maandiko yanapozungumza juu ya dhambi na mauti kutawala, inamaanisha mtu kama lango, ndani yake amepewa kazi ya kutumika kutawala kwa kutumiwa na ulimwengu wa roho. Okay, ukirudi pale mwanzo, Mungu alipomuumba mtu, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Angalia kazi moja wapo aliyowapa, mkatawala. Kwa hiyo ndani yao waliwekewa uwezo wa kutawala kama lango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia kwamba Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 45. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 15 mstari wa 45 inazungumza vitu vya ajabu sana pale, ambavyo ni sentensi imeandikwa fupi jinsi ilivyo, lakini imebeba kitu kikubwa. Inazungumzia juu ya Adamu wa kwanza na inazungumzia juu ya Adamu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa tukilinganisha na ile Warumi 5 ule mstari wa 14, inasema walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ili watawala hata wao wasiofanya dhambi fananayo na kosa la Adamu. Sasa angalia kipengele kinachofuata, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Aliye mfano wake yeye atakayekuja. Inazungumza habari za Yesu atakayekuja kama Adamu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukianzia sasa ule mstari wa 15 ukaendelea, inazungumzia kile ambacho mwanadamu alikipoteza kwa Adamu wa kwanza. Mungu anakitengeneza na kurudisha ndani ya ulimwengu kwa mwanadamu kupitia kwa Adamu wa mwisho. Kile ambacho Mungu alikuwa anaweka kwenye ngozi kama salamu, kama ujumbe, kama tumaini, wanadamu walikuwa wanaliona kwa ngazi kwa ngazi kwa ngazi kwa ngazi, mpaka Agano Jipya lilipotokea pale msalabani kwa Yesu Kristo, ndipo lilifikia kile kiwango ambacho Mungu alikuwa amekikusudia tangu wakati ule kwenye bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Okay, kwa hiyo kama hii 14 mstari wa 14 Warumi 5 inazungumzia juu ya aliye mfano wake yeye atakayekuja. Inazungumza habari za Yesu. Kama Adamu alikuwa lango, inamaanisha Yesu na yeye ni lango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukienda kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 10 ule mstari wa 7, ukasome na wa 9 na wa 10, anazungumza jambo muhimu sana pale ambalo kwa mahali tunakoelekea ni muhimu sana uweze kuelewa. Yohana 10 ule mstari
wa 7 na wa 9 na wa 10. Ule wa 7 anasema, basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Alafu angalia mstari wa 9, mimi ndimi mlango. Wa 7 anasema ndimi mlango wa kondoo. Huu wa 9, mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Akaanza kuzungumza habari za tofauti yake yeye na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni vizuri sana uweze kuelewa hii. Ingawa nitarudia kwenye pointi ya pili, lakini wacha nilieleze kidogo uweze kuelewa hiki. Wakati Mungu alipotizama na kuona ule mlango wa kwanza umevurugwa, akaleta mlango mwingine. Tuko sasa kwa ajili ya nini? Kasome Biblia yako. Ukikaa ndani ya Kristo na kaanza kasoma kwa mtu ambaye yuko ndani ya Kristo, utaelewa vizuri sana. Hakuna mtu aliyeletwa duniani kwa ajili yake mwenyewe. Hayupo. Adamu alipokuwa naumbwa, hata sura yake ilitakiwa isijulikane. Aliumbwa kwa sura ya Mungu. Aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Asimamie kitu cha Mungu. Aone kama vile Mungu anavyoona. Aweke kile Mungu alichokikusudia. Hakuletwa duniani kutekeleza mambo yake. Hakuletwa duniani kutekeleza kusudi lake. Hakuletwa duniani kuishi kwa ajili yake. Ndio maana ukiwa ndani ya Kristo, Biblia inazungumza ya kwamba sio sisi tunaoishi bali Kristo. Na maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26, inaeleza jinsi ambavyo Mungu alifanya mataifa kutoka kwa mmoja, manake kutoka kwa Adam mataifa yote yalikuweko kwenye kiuno chake. Na maandiko yanasema alipotengeneza hayo mataifa, akiisha kuwawekea nyakati na mipaka ya mataifa yao ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa. Ule ni mstari wa 27. Wa 28 unasema kwa sababu au kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaruhusiwa kuishi maisha ya kwake peke yake. Mungu hakumuumba Adamu aishi maisha ya kwake peke yake. Alimuumba kwa namna ambavyo hawezi kuishi bila Mungu. Karabashakurubosi. Ni huyu sana uweze kuelewa hili. Kile kilichotokea kwenye bustani ya Eden na kikatuvuruga, shetani alishika fikra za watu, unaona damu. Katutengenezea kwa namna ambavyo ni kama vile kila mtu amekuja hapa duniani kuishi kwa ajili yake. No. Kasome Biblia yako vizuri. Ndio maana ukiokoka unatakiwa ufe. Hamjasikia? Wagalatia 2:20 nasema hivi. Si nasema? Tumesulubiwa pamoja na Kristo. Na ukiendelea kusoma ile sentensi vizuri kabisa, anazungumza jambo la ajabu sana. Paulo anaandika, kama umesulubiwa pamoja na Kristo, sio yeye anayeishi bali Kristo ndani yake. Uhai tulio nao tunao katika imani ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Kwa nini unatakiwa ufe? Kwa jinsi ya mawazo yako, mapenzi yako, makusudi yako. Ni ili Yesu aweze kuishi ndani yako. Maisha yale ambayo Adamu alipewa kwa ajili ya wanadamu wote akapoteza. Karabashako. Ni vizuri uweze kufahamu hili. Kwa
kwamba kuna kitu Mungu alivyokuwa anamuumba mtu, alimuumba kwa namna ambavyo alitakiwa asiishi bila Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa angalia, unapookoka unampokea Yesu, anakuwa Bwana, anakuwa Mwokozi. Wengi wameshikilia hii, wengine wanasogea ni mchungaji wao, wengine wanasogea ni mfalme, wengine wanasogea ni kuhani mkuu. Wachache sana wanaelewa na kukiri ya kwamba Yesu ni lango la kwao. Unasema ni kwa nini? Kwa sababu kitu kimoja wapo ambacho Mungu alikipoteza ndani ya Adamu ni mamlaka juu ya lango. Mwanadamu kama lango la kuingizia vitu vya kwake. Mungu alipanga kwamba kutawala, atatawala kupitia mwanadamu, atamiliki kupitia mwanadamu, atasema kupitia mwanadamu. Alikuwa anatengeneza ushirika tangu katika uumbaji, mwanadamu asifanye peke yake, sura yake na jina lake ndilo lijulikane, afahamike kupitia kwa mwanadamu. Na ndio maana kazi ya kwanza ambayo Yesu alikuwa nayo pale msalabani ni kuturudishia uzima au aina ya maisha ndani yetu. Na Yohana 17 ule mstari wa 3 inasema uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Unapookoka unapewa uzima wa milele. Kazi yake moja wapo kukujulisha Mungu wa kweli wa pekee. Ya pili kukujulisha Yesu Kristo aliyetumwa. Na hiyo haitakiwi iishie kwako. Unatakiwa wewe unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapokea lango. Lile lango linatakiwa lifanyike sasa lango la Mungu kwa ajili ya kukusaidia, kwa sababu liko ndani yako. Wewe mwenyewe utaingia na kutoka na kupata malisho wakati Mungu anaendelea kukutumia kama lango. Rabo sheke. Okay, ngoja nijaribu hivi. Akitaka kuingia kwenye ofisi yenu, atatafuta lango. Ufunuo 3:20 nasemaje? Tazama nabisha, nimesimama mlangoni nabisha, mtu akinifungulia mlango nitaingia. Anazungumzia mlango upi? Hazungumzii mlango wa ofisi huu uliojengwa au mlango wa nyumba yako uliojengwa. Anazungumzia mlango wewe. Kitasa kinapofunguliwa, kinafunguliwa wapi? Mlango ni mkubwa, mrefu, lakini mahali palipo loko ni padogo namna hii, pameloko, lakini mlango ni mkubwa. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo anapopiga hodi, tunajua anapiga hodi kwenye moyo wako. Anapopiga hodi kwenye moyo wako, maana anataka kitasa kifunguliwe apate kuingia. Moyo wako ukifungua kile kitasa, hapitii pale kama funguo, anapitia na kitu chake kikubwa na kuingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mnamkumbuka mtu mmoja anaitwa Kaini aliyemuua ndugu yake Habili? Mnamkumbuka? Wakati amekasirika na kuona sadaka yake haijakubaliwa, yeye mwenyewe hajakubalia, akakasirika. Mungu akamwambia, kwa nini kukasirika? Ukitenda vema hutapata kibali. Alafu akazungumza naye kitu cha ajabu sana. Angalia, dhambi iko mlangoni, inakuotea wewe. Sasa wengi wakisoma mlango namna hiyo wanafikiria tu ule mlango wa kawaida. Anapozungumza, anazungumza juu ya mlango. Mtu anamwambia wewe ni lango, na dhambi iko hapo.
Kwa lugha nyingine, umepewa nafasi kama aliyopewa baba yako. Lakini unatakiwa upate kuishinda. Na akashindwa, akaua ndugu yake. Kasome Biblia yako. Kasome Biblia yako uone. Kaini alikuwa na vizazi 7. Hakuna hata kimoja kilicholiitia jina la Bwana. Kikapotea. Afu Biblia inazungumza juu ya Adam kumjua mke wake na kupata mtoto mwingine anaitwa Seti. Seti akapata mtoto anaitwa Enosh. Hapo ndipo walipoanza kuliitia jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo unapopokea lango la Mungu ndani yako, anakurudishia na kukupa lango jipya ambalo sio la kukarabati. Ni jipya ili litumike kwa ajili ya kumruhusu Mungu afanye kile ambacho anataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa chuoni, wakati Mungu ananisemesha na kuniita kwa ajili ya kazi yake, alinisemesha kwa njia nyingi sana. Namshukuru Mungu jinsi ambavyo alivumilia, kwa sababu nilikuwa sielewi vitu vingi. Na saa hiyo nilikuwa sijakoka. Akaanza kunisaidia kimoja baada ya kingine. Lakini kati ya kitu kimoja hapo ambacho sisahau, alinionyesha siku za mwisho na siku ile ambayo moto utawaka. Sijajua kwa nini alinionyesha kwa staili hii, lakini kila kitu kiliteketea. Ikabaki nyumba moja. Na ilipobaki hiyo nyumba moja, nikapelekwa nikakaa mlangoni. Nilipokaa pale mlangoni, kuna watu kumbe wamepona. Wakaanza kukimbia. Kila nikiwaona naambia ingia hapa. Kila nikiwaona ingia hapa. Wote wakawa wanaingia, mimi nimeshikilia mlango kuwafungulia kuingia. Sikuwa najua maana yake nini, lakini sasa najua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ngoja tuangalie pointi ya pili, utaelewa. Utaelewa tu sasa hivi. Jambo la pili ninalotaka tuangalie hapo. Shetani aliteka lango mtu. Naita lango mtu. Na kulimiliki kabla ya kulitumia. Shetani aliteka lango mtu na kulimiliki kabla ya kulitumia. Na ili Mungu naye alitumie kiagano, inabidi alikomboe kwanza. Shetani aliteka lango mtu na kulimiliki kabla ya kulitumia. Na ili Mungu naye alitumie kiagano, inabidi alikomboe kwanza kwa damu ya agano lake. Shetani aliteka lango mtu. Najaribu kuweka kwa lugha iliyo nyepesi kidogo. Ni wachache sana wanahubiri kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo na cha pili. Unahubiri mambo ya agano jipya. Kwa hiyo kwa wengine inakuwa mambo mapya.
lakini hawezi kuwa Adamu wa mwisho bila kuwekwa kwanza. Shetani aliteka lango mtu na kulimiliki kabla ya kulitumia. Ili Mungu naye alitumie kiagano, inabidi alikomboe kwanza kwa damu ya agano lake. Zaburi ya 24 mstari wa 7. Zaburi ya 24 mlango wa mstari wa 7. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Alafu anafanyaje? Ili Bwana wa utukufu apate kuingia. Alafu anaeleza Bwana wa utukufu ni nani. Kisoma hiyo Zaburi. Tumeangalia ule Ufunuo 3:20. Ni barua kwa kanisa moja wapo. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Hilo ni kanisa. Linafikiri Yesu yuko ndani, kumbe yuko nje. Yesu yuko nje, kakaa mlangoni, anabisha hodi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anabisha hodi? Kwa sababu sio mwenyeji tena, ni mgeni. Angekuwa mwenyeji kwenye ile kanisa, angekuwa bwana wa kanisa, sisi ndio tungekuwa tunapiga hodi kuingia. Lakini kwamba yeye anapiga hodi, manake kuna utawala mwingine. Anategemea wale walioko pale kwenye kanisa kumfungulia au kutokumfungulia. Anaposema inua vichwa vyenu, manake inua vichwa vya kusema ndio, ili Bwana wa utukufu apate kuingia. Kwa nini anazungumzia juu ya vichwa? Inawakilisha fikra. Inawakilisha fikra. Shetani alipoingia kwa Adamu, aliingia kwa hila, kwa kukamata fikra za mtu. Hiyo ni sawasawa na Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari ule wa 3. Wakorintho wa pili 11:3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Angalia Wakolosai 1. Wakolosai 1 mstari ule wa 13 na wa 14. Wakolosai 1:13 na 14. Ngoja nisome. Ningeweza kuisema kwa kichwa, lakini ngoja niseme. Inasema hivi, Wakolosai 1:13 na 14. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Adamu alipokuwa naumbwa, ni tayari Mungu na Ibilisi walikuwa maadui. Tuko sawa? Shetani aliumbwa na Mungu, akawa mmoja wa malaika viongozi. Akaamua kuasi. Na alipoamua kuasi, akawa adui ya Mungu. Aliposhindwa kumpindua Mungu mbinguni, akajitengenezea ufalme wake, unaitwa ufalme wa giza. Chochote kila ambacho Mungu anafanya, yeye anaenda kinyume chake. Ndio maana inaitwa uasi. Palipo na nuru, yanaleta giza. Palipo na amani, analeta ugomvi. Kama unaendelea, anakukwamisha. Chochote kila ambacho kinamhusu Mungu, anapambana nacho. Kwa hiyo unaweza kaelewa, alipoleta mwanadamu kwenye bustani, na yeye anaona. Unasema unajuaje? Si umeona tu shetani akitokea kwenye bustani? Alikuwako. Alikuwako.
anagombana na maagizo ya neno la Mungu kwa mtu ili kumkwamua aondoke mikononi mwa Mungu aingie kwake. Sasa unaweza usielewe hii, kwa sababu ugomvi ulianza pale pale Mungu alipomuumba mtu. Ugomvi wake na shetani ukaanza upya. Sasa wapigani wao wanapigania mtu. Daka vizuri, shetani hawezi kupigana na Mungu, alishashindwa hiyo mechi. Hata ukimuita ukampa hela yote haingii kwenye raundi, alishapigwa, anajua na usikwenda huko kabisa. Kwa hiyo ugomvi wake ni kutafuta kila njia mwanadamu akae upande wake ili amuumize Mungu na kumletea shida katika kile alichokikusudia. Kitabu kile cha Waamuzi sura ya 5 mstari ule wa 8, kile kipengele cha mwanzoni, Waamuzi 5:8, walipochagua miungu mipya kukawa na vita malangoni. Na lango moja wapo ambalo vita iliibuka la kwanza ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na unaona kilichotokea kwenye bustani ya Eden. Kilikuwa kitu kigumu sana kwenye moyo wa Mungu, na inachukua muda mrefu kidogo kutizama na kuelewa ni kwa nini alimfukuza akiwa amemvalisha vazi la ngozi. Nataka usisahau hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Okay, ngoja turudi kwenye uumbaji. Kuna kitu inawezekana hujaona kwenye uumbaji. Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anajitathmini baada ya kuumba, alafu anajitia max. Kwa ukienda kwenye siku ya kwanza alipoumba na kuumba nuru, Biblia imetamka tu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Siku ya kwanza ikaisha. Siku ya pili huoni tathmini ya Mungu pale. Huoni tena mahali popote anasema njema kwenye siku ya pili. Siku ya tatu unaona akisema ni vyema mara mbili. Ni vyema mara mbili, anajitathmini mara mbili kwa siku moja, ile siku ya tatu. Na siku ya 4 anajitathmini mara moja. Kwenye ule mstari wa 18 ni vyema. Akaangalia vitu vyote akaona ni vyema. Siku ya 5 akajitathmini pia, ule mstari wa 21, akaona ni vyema. Siku ya 6 alitathmini mara mbili tofauti. Ule uumbaji alioufanya kwenye siku ya 6 kabla ya kumuumba mtu, Biblia inasema aliona ya kwamba ni vyema. Alipomuumba mtu na kumtathmini na kile alichokifanya pale, Biblia inasema alisema ni chema sana. Kasome Biblia yako. Tathmini ya kwanza iko mstari wa 4 kwenye siku ya kwanza. Siku ya pili hakuna hiyo tathmini. Siku ya tatu iko kwenye mstari wa 10 na wa 12. Wa 10 na wa 12. Wa 10 na wa 12. Siku ya tatu Kiyahudi ni siku gani? Wanaanza kuhesabu siku lini? Jumapili. Wakafuatilia uone, nisiende huko kwanza. Siku ya 4 mstari wa 18 anatathmini. Siku ya 5 mstari wa 21 anatathmini.
Siku ya 6 alitathmini mara 2. Mstari wa 25 akasema ni vyema. Alafu akaumba mtu. Ule mstari wa 26 akasema ni chema sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Endelea pale utaona hicho kitu. Kwenye hiyo mistari, wewe isome. Ninachotaka uone hapa ni kitu gani kilichomfanya Mungu aone mwanadamu ni chema sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unaposoma pale kwenye maandiko, lazima uangalie kile kitu Mungu alichokuwa amekikusudia na alichokuwa anawekeza ndani ya mtu mpaka kuita ni chema sana kuliko uumbaji mwingine wowote aliofanya. Alijipa maksi na kusema nimefanya vizuri sana. Siku ya 7 akapumzika. Sasa kitu cha kushangaza ambacho unahitaji kucheki, sura ya 2 ndipo inapotuambia ya kwamba Mungu aliumba mtu, akampa mwili na nafsi. Roho yake imeumbwa siku ya kwanza. Nataka tufuatane vizuri. Biblia inazungumza ya kwamba ndani ya roho ya mtu, Mungu alipokuwa anatathmini, hakutathmini mwili wa mtu, hakutathmini nafsi ya mtu, alitathmini uumbaji wa roho ya mtu. Akasema ni chema sana. Na kwa sababu hiyo, ukishaanza kuangalia namna hiyo, unaanza kutizama kutoka sura nyingine. Kwa wale madaktari au watu waliosoma biolojia, wanajua mwili ukoje. Ni kazi ya fundi stadi na mifumo yake. Watu wanaosoma saikolojia wakasoma jinsi wanajaribu kuifikiria akili ya mtu inavyofanya kazi na kuwaza kwake na maamuzi yake na kujisikia vizuri na kujisikia vibaya, kupenda au kuchukia. Hivyo vitu vyote viko ndani ya nafsi. Wale wanaosoma saikolojia wanajua aliyetengeneza akili za mtu, alitengeneza nafsi, lazima ni stadi sana. Lakini bado Mungu alisema roho ni chema sana. Sasa angalia, ukitenda dhambi, kitakachoanza kufa ni roho. Kile kilichoitwa chema sana ilikuwa ni lango la kwake. Alikuwa anatizama kitu gani? Jaribu kufikiri pamoja na mimi. Ameumba ulimwengu, kamaliza siku 5, anatengeneza tu vitu, na kila kimoja alikuwa anakitengenezea na kesho yake, na ndani yake kulikuwa kunawekwa mbegu, na atakayesimamia utawala na maendeleo ya ulimwengu ni hali ya roho ya mtu. Ndio maana dhambi ilipoingia, viumbe vyote vinaugua na kila kitu kinaugua, kwa sababu Mungu aliweka ndani ya mtu sura yake ambayo alitakiwa kutumia kwa ajili ya kusimama na kutawala katika dunia hii. Mungu alikuwa anaangalia picha. Kuna vitu ambavyo hatujaviona bado vikitokea duniani kiteknolojia, lakini Mungu alishaviona. Wakati Mungu anamuumba Musa hukuwepo, lakini alishakuona. Anamuumba Adamu, alishakuona, ulikuwepo. Wakati Adamu anazaliwa, tanga haikuwepo, lakini Mungu aliiona. Wakati Adamu anazaliwa au anaumbwa, kitu gani kilichotokea? Kwa jinsi ya nje Tanzania haikuwepo, lakini Mungu aliiona. Unasema kasema naongea kitu gani? Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo. Anaona kesho yako. Anaona kesho yako. Anapoona kesho yako, alafu anatazama saa hii,
anaangalia uwekezaji alioweka ndani yako kwa ajili ya kesho yako. Alafu kuna kitu kinaingilia kati hapo kwa ajili ya kukuvuruga. Usije ukafikiri atakufurahia. Atakasirika na kutafuta namna ya kukusaidia. Anapotafuta kukusaidia, hakusaidii wewe kwanza. Anatafuta kuimarisha na kusimamisha na kufuatilia kusudi lake. Kwa sababu shetani anapokupiga vita, hakupigi vita wewe, anampiga vita Mungu ambaye kawekeza kwako, ili kikiharibika cha kwako asifanikiwe katika kila alichokuwekea kwenye familia ya kwako. Maana hakukuweka kwenye familia hiyo kwa bahati mbaya. Ungepewa saa nyingine kuchagua, ungerudishwa huko mbinguni kwamba sasa unatakiwa kurudi tena duniani. Inawezekana kwenye familia uliozaliwa ungekataa kurudi. Lakini Mungu anapokuleta kwenye familia, anakuleta kwa sababu wewe ni lango lake kwenye hiyo familia. Anapokuleta kwenye nchi, wewe ni lango lake kwenye hiyo nchi. Anapokuweka kwenye sekta, wewe ni lango lake kwenye hiyo sekta. Anapokuweka kwenye eneo, wewe ni lango lake kwenye hilo eneo. Sasa wengi hawajui, na kwa sababu hawajui, shetani anakuja kwa hila, anakuja kwa kuonea, anakuja kwa ajili ya kukupiga vita, ili usije ukafika mahali pa kuweza kufungua huo mlango Mungu akafanya. Na ndio maana unakuta wengi wakipigwa vita, wanachoamua ni kuondoka. Unapoondoka unaondoa mlango. Wengine hawajasikia ninachosema. Nasema hivi, shetani alitizama kitu Mungu aliumba ndani ya mtu, aligundua hawezi kukitengeneza, kikafikia hiyo ngazi. Atakopi, lakini akiwezi kufikia hiyo ngazi. Dawa yake akichukua, akishakichukua akitumia kwa ajili ya makusudi yake. Ndio maana mwanadamu akiwa kwa Yesu na akafanya bidii, utaona vitu Mungu anavyofanya. Na mwanadamu akiwa kwa shetani, akifanya bidii kwa shetani, utaona vitu anavyofanya vilivyo vibaya. Anatumia uumbaji ule ule. Wengine hawajasikia ninachosema. Biblia inasema mtu ni chombo mikononi mwa Bwana. Anaweza akamfinyanga, akambadilisha. Ni chombo. Na kwa sababu ni chombo, inategemea nani anaendesha. Wengine bado hawajataka. Gari ni gari, linamtambua dereva. Halichagui kama dereva ni mwizi au ni mchungaji au ni padri. Halichagui. Yule anayekaa kwenye gari ndio atakayesema unataka tuende wapi. Mchungaji anasema tunaenda kanisani. Sema hakuna neno, niongoze tu. Kwa unakata kona, unaweka gia. Gari inaibiwa, inachukuliwa na mwizi. Gari inauliza unataka tuende wapi? Kuiba. Wewe niongoze tu. Unampeleka. Linaenda kubeba vitu vya wizi. Unasema unaongea kitu gani? Mtu. Nazungumzia habari za mtu. Ni roho ipi inayoongoza maisha yako? Ni roho ipi inayoongoza maisha yako? Umetoa nafasi kwenye roho ipi? Kwa sababu unaposoma kwenye Biblia, watu wengi sana hawajajua kwamba wanapigwa vita kwa sababu ni malango ambayo Mungu anataka kuyatumia. Lakini pia hawajajua ya kwamba hata kama unapita mahali pagumu sana, hakuna mtu aliyepita mahali pagumu kama Adamu. Hayupo. Unasema unajuaje? Alichobeba kikubwa, hafu chote kikapata shida kwa sababu ya kosa lake moja tu. Watu wote tukahesabiwa dhambi. Wote. Kwa nini? Tulikuweko ndani. Mataifa yote yakahesabiwa dhambi. Kwa nini? Yalikuweko ndani yake. Ndio maana tunapohubiri Injili, sio kwa mtu tu, kwa mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Alipokuwa anamvika lile vazi la ngozi, alikuwa anamwambia nayajua mawazo ninayokuwazia. Sasa angalia, alishatangaza adhabu. Alafu anamwambia nayajua mawazo ninayokuwazia, sio ya mabaya,
bado nina mpango kwa ajili yako, kukupata tumaini kwa siku za baadaye. Maana nitakufuatilia kiagano, nitakuja nikusaidie kiagano, nitakuja nikupiganie kiagano. Wewe ni lango langu, nitaendelea kukufuatilia, nitaendelea kukufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Ngoja turudi kwenye mfano ule wa mwisho wa kitabu cha Kutoka sura ya 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12. Pata nafasi ya kusoma. Ni siku ile ambayo Mungu alizungumza na wana wa Israeli juu ya kuchinja kondoo aliyeitwa Pasaka. Wachukue baadhi ya damu, wanyunyize juu ya kizingiti cha juu na kwenye miimo miwili. Kwenye ule mstari wa 13 anasema hii itakuwa ishara kwenu. Ile damu ilikuwa inafanya kazi ya ajabu sana na vitu vingi sana, lakini kimoja wapo, kuwakomboa kama lango. Ndio maana iliwekwa kwenye mlango, kuwakomboa kama lango. Lango la kitu gani? La Mungu kupitishia vitu vya kwake. Tunaenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa tu ni kwa ajili ya kuwasaidia wazaliwa wa kwanza kama wazaliwa wa kwanza, ile damu ingepakwa kwenye vichwa vyao. Lakini ilivyopakwa kwenye mlango, Mungu alikuwa na concentrate kwenye lango, kushughulikia lango. Na alipokuwa anamwambia Farao kupitia kwa Musa kwamba hawa ni wazaliwa wangu wa kwanza, alikuwa anazungumza juu ya lango, kwamba nimewakusudia kwa ajili ya vitu kupitisha. Sio swala la uzuri wao, sio swala la ustaarabu wa kwao, ni swala Mungu kaamuru. Na kuna agano lililofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati anawasaidia namna hiyo kwa ajili ya kuwakomboa, alikuwa anawalinda yule mharibu asije akawaharibu wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Okay. Ngoja niweke muhtasari hapa ili tupate nafasi ya kuomba. Kuna watu hapa ambao wamekamatwa na roho za kuwakwamisha kwenye maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho wewe ni tishio. Kuna kitu umebeba, ukaruhusiwa kustawi sawasawa na mawazo ulio nayo. Utawasaidia ndugu zako, utawasaidia na majirani, utawasaidia na ofisini, utawasaidia na wapi. Lakini unakuta unashangaa, una mawazo mengi mazuri lakini hayasogei. Unachukiwa na hujui ni kwa nini. Wanakusema na wanahakikisha umesikia walichokuwa wanakusema ili ukasirike, na hujajua ni kwa nini. Lakini ni kwa sababu ya ile hali ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili yako, na Ibilisi anajaribu kupigana na wewe. Okay. Tazama mfano. Angalia familia nyingi sana, wazaliwa wa kwanza, vita walio nayo. Ni rahisi sana kumwombea mtoto wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, nategemea unao wangapi, wa 10 kama unao 10. Mtoto wa kwanza maombi yake tofauti, kwa sababu kuna kitu kimewekwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Manake kila unapopewa nafasi ya kusimamia kitu, unaweza usiwe mzaliwa wa kwanza, lakini ndani yako Mungu amekutengenezea kitu ambacho ni cha kuwasaidia watu, au kufanya kitu kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kubadilisha maeneo.
lakini ni kwa sababu hujui ulicho nacho. Ibilisi anakupiga vita akuondoe. Yesu alipokuwa anapaa aligawa vipawa. Hakuna mtu ambaye hana kitu. Hakuna mtu aliyeletwa duniani hana jibu kwa tatizo lililoko duniani. Uko hapa duniani kwa sababu unalo jibu. Mungu alishakutengeneza kwa sababu ya hilo jibu uweze kulifikisha kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anataka kupata utukufu. Kwa hiyo anataka yeye ndio aonekane, Mungu asionekane. Na atakupiga vita. Karabashakoro. Repa koroboshiki. Ramandarabasiki. Ukisoma kwenye Biblia, shetani anakamata watu kwa njia tatu kubwa. Kwa hila, manake kwa udanganyifu. Ya pili kwa kuwaonea. Ya tatu kwa kutafuta uhalali wa kuwakamata. Raboshiki. Rabakarabasiki. Weka mkono wako juu ya kichwa ukiweza. Rabashanda. Reba karabashika. Rinda rapako. Rapako rogo. Nasikia tu roho ya adui ikisema, hata umwambie namna gani, nimekataa, hata soma. Hasomi. Akisoma ataniletea shida. Pepo, wewe unayezuia huyu mtu kusoma, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nanyunyiza damu ya Yesu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Achia fikra zake, achia kesho yake, achia leo yake, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Rabosha, mlete hapa. Reka pasa. Reka pa. Ramando. Rabakoroboko. Reka bashako. Najua bado hatujatoa sadaka, lakini kuna kitu Mungu anafanya. Rabako. Rabakasha. Rabako. Rakakoroboshaka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Damu ya agano jipya, damu ya Yesu Kristo ikukomboe sasa kama lango la Mungu katika hiyo familia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yesu kama mlango akufungulie na kukusaidia uweze kusoma na kusonga mbele. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Raboshi. Reka rabashako. Randa rabashaka. Renda rabasa. Reka shako. Ramanda rabako. Renda rapa. Rika rabasike. Rapako. Rapaka rabasike. Rika pako roboshike. Ringanda rabako robosike. Rako koroboko. Rika tarabako. Rike sikitiri andarabako. Rakoko. Rikata. Shetani unasema nimezuia. Haulewi. 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 Asije akaleta kile Mungu wake anataka kwenye dunia hii. Haulewi. Pepo, achia tumbo lake la usasi. Achia tumbo lake la usasi. Achia tumbo lake la usasi.
Achia tumbo lake la uzazi, achia tumbo la uzazi la huyo dada. Sasa tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo ya ukombozi, damu ya Yesu Kristo ya ukombozi, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo kwenye hicho kizazi, damu ya Yesu Kristo, 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 damu ya Yesu Kristo. Hilo lango lifunguke, lipate kuachiliwa sasa kwa ajili ya Bwana. Watoke watumishi, watoke na wafalme, watoke na viongozi. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu inakuweka huru kama lango lake. Rase karabashata. Rabasha korobosiki, rapa korobosiki, rabakarabasika. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, achia kizazi chake, achia kizazi chake, achia kizazi chake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo ya Agano Jipya. Funguka uwe huru sasa, 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 funguka uwe huru sasa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Funguka, funguka. Nyanyua mikono yako tuombe kwa ajili ya sadaka, alafu nitaendelea kuomba tena. Rabo koresiki nanda rabako. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa uwezo wako na nguvu zako. Uwe pamoja nasi tena saa hii, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunapotoa sadaka, zipokee Bwana toka ndani ya mioyo yetu, maana tunaona jinsi ambavyo ulitukusudia mazuri tangu kule kwenye bustani ya Eden, wakati Adam ambaye tulikuwa ndani yake alikorofisha na akasababisha na sisi tukwame. E Mungu, katika jina la Yesu, ni neema iliyoje kutupa nafasi ya kuona majira haya ya nyakati hizi za Agano Jipya ambazo wengi walitamani kuziona mapema. Adamu alitamani kuziona mapema, Ibrahimu alitamani kuziona mapema, Daudi alitamani kuziona mapema, na wote hawakuziona mapema mpaka kipindi cha msalaba kwa damu ya Agano Jipya. Asante e Bwana, na sadaka tunazotoa e Bwana ni kukushukuru wewe na kuunganisha na agano hili e Bwana. Neno lako linatuambia wazi kabisa kuna sadaka ya agano ambayo inaunganishwa na wewe na uwezo wako. E Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, asante kwa sababu ya uaminifu wako, maana wewe ni Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, wasaidie na wale tunaoungana nao mahali popote pale wanapotuma sadaka yao. E Mungu, wabariki na utubariki katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Hallelujah. Tuna wahudumu wengi hapa, kwa hiyo watakusanya sadaka haraka, alafu tunaendelea na maombi hapa. Usifanye haraka kuondoka. Kuna kitu cha msingi sana cha kukusaidia hapa, cha msingi sana cha kukusaidia. Nilitaka kuombea kitu kingine na somo lingine kabisa leo, lakini Mungu akasema nataka hili hapa sahihi, ili Mungu aweze kukusaidia. Kuna watu ambao walikuwa msaada mkubwa sana kwa familia zao na kwa rafiki zao. Ghafla maisha yao, utafikiri kuna mtu amekuja amefunga geti, kafunga mlango. Moyo wako bado una ukarimu ule ule, lakini kuna vitu vimefungwa. Na mimi nataka niombe kwa ajili yako jioni ya leo. Kwa wale ambao mnatufuatilia kwa njia ya TV na kwa njia ya YouTube, tumia hizo namba kupeleka maombi yako na kupeleka sadaka yako. Kama unatusikiliza kwa njia ya redio, tuko hewani kwenye redio kama 38 hivi. Tumia namba zile ninazokutajia mara kwa mara. Kama huna, andika hizi namba kwa mtandao wa Yas iliyokuwa Tigo zamani, 0715 0715 511633, 0715511633. Na kwa mtandao wa Voda ziko namba mbili. Moja ni 0754211633,
0754211633. Ukiona hiyo inasumbua, iko namba nyingine 0752 0752888847 na Airtel ni 0682 657080 0682657080. Na sadaka yako na maombi yako yatakuja moja kwa moja. Unaweza mkaimba wimbo mmoja hapa wakati unamalizia kutoa sadaka, kama bado hujatoa sadaka. Karabashiko usinipite Mwokozi jioni ya leo. Usinipite Mwokozi, wewe Baba unisikie unapozuru nami Bwana. Unaweza ongeza sauti yako, mwambie tena, usinipite Mwokozi wangu. usinipite Mwokozi, Wewe Baba unapozuru Bwana, nami Bwana. Jioni ya leo Bwana, naita Yesu. Wewe
kwa ajili yako. Naamini umeelewa maana yake nini Mungu kukufanya lango kwa Yesu kuingia ndani yako kama lango. Lakini cheki lango lako Mungu analitumia kiasi gani. Vita ulio nayo si kwa sababu ya kitu kingine chote. Lango linatumika kwa ajili ya nini? Kwa kama umekwama na unataka Mungu akusogeze hatua, songa hapa mbele kama unasikia kuja hapa mbele. Jesus. Raba shekili. Raba shako. Kumbuka jambo hili usije ukasahau. Tulikuwa kwenye viuno vya Adamu wakati alipokuwa anafungwa, anavikwa ile ngozi. Na kwa sababu hiyo ujumbe alilopewa unakufuatilia na wewe. Na yajua mawazo unayowaza kwa ajili yako. Inawezekana unapita mahali sio pepesi, lakini liko tumaini kwenye agano la Bwana. Atakupigania na atakusaidia. Rabashakorobosiki. Rabashakorobosiki. Ngoja kidogo. Unajua unapojiandaa kwa ajili ya maombi haya, usifikirie watu wengi namna hii. Mfikirie Adamu alivyokuwa na mke wake wawili na Mungu. Hakukuwa na mkutano wa kiroho ulioandaliwa na mtu. Ni Mungu aliandaa mwenyewe. Ulikuwa kwenye kiuno cha Adamu na ukapewa tumaini ambalo tunaona likijidhihirisha ndani ya agano jipya katika damu ya Yesu Kristo. Kiu ulio nayo ndani yako ya kuona unatoka. Unaweza usielewe kwa jinsi ya kibinadamu utatokaje. Wana wa Israeli walikaa miaka 400 hawakujua watatokaje walipokuwa naambiwa usiku huu. Kwa jinsi ya akili ya kawaida ilikuwa kama ndoto. Wamekaa miaka 400 wakipata shida, wamekwama miaka 400, wanateseka miaka 400. Lakini Mungu aliwaambia usiku nenda mbele za Bwana ukimwamini Mungu ya kwamba usiku ni usiku wa kwangu. Saa hii ni saa ya kwangu. Leo hii ni siku ya kwangu. Kutoka ninatoka kwa msaada wa damu ya Yesu. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Sema maneno haya. Ee Mungu Baba, nimekuja mbele zako. Ninakutukuza wewe. Ninakusifu wewe. Asante kwa neno lako. Nimejua tena, nimekumbushwa tena ya kwamba mawazo yako juu yangu ni mawazo mazuri, ni mawazo ya kunifanikisha, sio ya kunipa mabaya. Ninaomba unisamehe mahali popote pale nilipokuwazia mabaya, kwamba umesababisha haya. Mungu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Naomba unirehemu, naomba unisaidie, naomba Bwana, tizama maisha yangu kama lango lako, kama lango lako, kama lango lako unalotaka kulitumia kwa ajili yako, mahali nilipo, ndani ya familia, ndani ya jamii, ndani ya kanisa, na katika nchi, katika ulimwengu huu,
Bwana Yesu, Bwana Yesu, asante kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika pale msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, kwa ajili yangu. Damu yako inenayo mema, inene mema juu yangu sasa, juu yangu sasa, kama lango lako. Unifungue sasa, unikomboe sasa, unitumie sasa inavyokupendeza wewe, kupitisha yaliyo ya kwako, kupitisha yaliyo ya kwako, katika jina la Yesu. Nami naitia damu yako, damu ya agano jipya ije katika maisha yangu, ipate kunikomboa na kuniweka huru kama lango lako, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Endelea, 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 itia damu ya Yesu, itia damu ya Yesu. Elekeza mahali ambapo unajua mlango wako upo na umezibwa. Rapaka rabasaka, ratanda rapaka, rapako, rakanda rapako, rasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za giza, achia malango hayo, achia mtu huyo, kama lango la familia, kama lango la kampuni yao, kama lango la kasi. Achia, achia kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inakuweka huru, damu ya Yesu inakuweka huru, damu ya Yesu kama moto ulao inakuweka huru. Toka pepo, achia huyu mtoto, achia. Rasaka ramanda, rasakaka, rasaka. Mapepo yote yaliyopewa kulinda lango hilo ambalo ni wewe, ya kuachia sasa, yanaondoka. Kuna kuwa na mabadilishano ya ulinzi. Wanakuja malaika, pepo linaondoka. Wanakuja malaika, pepo linaondoka. Rasataramanda, rakako, rasanda rapaka, rasanda rapaka, rasata rapa. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Funguka, funguka, toka pepo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia, achia maisha yake. Hili ni lango la Bwana. Ni lango la Bwana, ni lango la Bwana. Toka, toka, achia maisha yake. Rasataramanda, rakakoramanda, rakakoriandarapa, rakakoramandara, rakokoriandarapa, rakoko. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaondoa hilo jiwe lililokaa hapo kwenye mlango kwako, kama mlango. Hilo jiwe, hilo jiwe, hilo jiwe, hilo jiwe, hilo jiwe, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Funguka, 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 kwa damu ya Yesu. Funguka, uwe huru. Rapakaranda, rakaka. Endelea kwa dakika kidogo, endelea kwa dakika kidogo. Rasanda rapaka, randa rapako ramanda, rakakoko, resata rapaka, rekamanda rapako. Katika jina la Yesu, nguvu za giza uliyekaa katika kichwa chake, kwenye masikio, lakini unalinda lango hilo, umekaa hapo ili kuzuia asisikie, unaharibu anachosikia kutoka kwa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo, ninavunja hiyo kazi yako kwenye hayo masikio na kwenye fikra zake, na kwenye fikra zake, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza, toka, 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 toka. Achia masikio yake, achia masikio yake, achia masikio yake. Rapako ramanda. Umeweka alama kwenye mikono yake, kushikilia malango yake ya baraka zake, kwenye kazi za mikono yake. Achia hiyo mikono, achia hiyo mikono, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, toka. Achia hiyo mikono, 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 achia hiyo mikono.
resataramanda rakoramanda rapa rasatarapaka rakaramanda raka rakokoramanda rekarapakoraba rekaramanda rapa rekarapakora rakakoriandara. Tunanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye kizazi chako, damu ya Yesu kwenye kizazi chako, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu inakukomboa, inakukomboa kama lango, inakukomboa kama lango, inakukomboa kama lango, inakukomboa kama lango, inakukomboa kama lango. Rasakarapa, hali ya kukata tamaa ulio nayo ndani yako ipate kuondoka, ipate kuondoka, ipate kuondoka, ipate kuondoka. Maana Bwana aliyekuokoa anajua mawazo anayowaza kwa ajili yako. Rasakaramando rekandarabakora resata randarapako rasataramanda rakokorabasaka rasaka. Nguvu za giza, nguvu za giza, toka, 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 achia maisha yake, achia maisha yake. Rasandarapaka rapakorapa rakokoramanda rakaka. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo, funguka, funguka, funguka. Rabasha, nyanyua mikono yako kila mahali. Shukuru Mungu. Asante kwa ajili ya neema yako na ukuu wako. Tunakutukuza kwa sababu ya siku ya pili. Tumeona uaminifu wako Bwana, tumeona neema yako Bwana, tumeona ukuu wako Yesu. Pokea sifa na heshima, maana unastahili Bwana. Asante kwa ajili ya mtumishi wako, asante kwa ajili ya kuwafungua watu wako, asante kwa sababu wale watu walio malango yako wamefunguliwa na kuwekwa huru katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi ya shukrani. Shangilie Bwana kwa shukrani, shangilie Bwana kwa shukrani. Pokea utukufu Bwana. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujatoka, niombe jambo moja. Jambo la kwanza, hakikisha unakuja na Biblia na daftari upate mahali pa kuandika haya maarifa. Hiki ni chakula, kinaweza kisikufae leo lakini kakufaa mbele ya safari. Hakikisha una Biblia na daftari. Jambo la pili, naomba waombaji na wahudumu wote saa 4 kamili asubuhi tutakutana hapa kwa ajili ya mafundisho. Mwalimu yupo kwa ajili ya kutufundisha na maombi saa 4. Wahudumu wote na waombaji wote tukutane hapa saa 4. Lakini pia niombe